So unataka kupona, lakini wapi? Ingawa umeombewa sana, bado huoni matokeo. Unaenda kanisani na unatoa sadaka na kadhalika, lakini uponyaji na hizo ni story tu au mambo ya enzi za kina Petro, lakini sio sasa. Na wale wa kanisa lile kule ambao wanatumia mafuta ya upako na kupokea uponyaji, hali ikoje? Na hizo ni story tu, wanapiga ni kanjanja ili kujaza kanisa. Hivyo ndivyo Wakristo wengi wanavyopoteza imani ya uponyaji na kuishi chini ya kiwango. Hawana imani ya kupokea uponyaji. Sasa ili kupokea uponyaji, kuna mambo muhimu sana lazima uyafahamu na uyaishi. Tuangalie moja la msingi kabisa ili kuweza kupokea uponyaji. Mathayo sura ya 15 mstari wa 21 mpaka wa 28 inasema, Yesu akaondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na Sidoni, na tazama, mwanamke Mkananayo mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea, wakamuomba wakisema, Mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Yesu akajibu akasema, Si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, Ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, Mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Kama akapona, maana yake alikuwa anaumwa, kwa ugonjwa wake ukapona, akapona. Lakini tumeanza na kwamba alikuwa anapagawa sana pepo. Kwa hiyo ugonjwa huu ulikuwa unatokana na pepo kumpaga mtoto. Anyway, tunaangalia kuhusu mambo ya msingi ambayo inabidi uanze nayo, uwe nayo ili uweze kupona. Kuna mambo ya msingi 5 ambayo ukipata muda kuangalia katika channel yangu utajifunza, lakini katika hayo 5 tunaangalia moja ambalo ni la msingi hasa, ambalo ni imani. Huyu mama aliambiwa, Mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Kwa hiyo yeye alikuwa na imani kubwa, ndio maana akapokea. Sasa ili kupokea uponyaji unahitaji imani. Sio lazima iwe kubwa, lakini unahitaji imani. Katika Injili, Yesu alisifia watu wawili tu ambao imani zao ni kubwa. Mmoja wapo ni huyu mama. Lakini unafahamu katika Injili watu wengi sana walipokea uponyaji. Hasa kama kupokea uponyaji kunahitaji imani kubwa, basi wangepokea watu wawili tu, lakini walipokea watu wengi sana. Wengine hata hawajaandikwa kwenye Biblia. So unahitaji imani. Yesu mwenyewe alisema, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, nao utatii. So point au kitu unachohitaji hasa ni imani. Lakini imani ni nini sasa? Ili uelewe imani ni nini, tuanze kwanza kuangalia imani sio nini. Ndio itakuwa rahisi kuelewa. Unajua, kwa mfano kama umeombewa kidogo tu, umeombewa mara moja kwa kama dakika haijafika sekunde 5 na mtumishi au na mchungaji wako au padiri, halafu ukaondoka, halafu hujapona, unasema uponyaji hakuna. Hapo hauna imani. Kwa sababu dawa umetumia lakini hujapona,
lakini unaendelea kutumia dawa na tena na tena. Kuna wengine na magonjwa ambayo dawa umetumia kwa miaka 10 hivi na sio kwamba umepona, unaendelea kutumia dawa, lakini bado unatumia, na usipotumia unasema dawa zangu ziko wapi? Yani una imani katika dawa, lakini ukiombewa kidogo tu hujapona, unaacha kufuatilia maombi. Hapo ni kuonyesha kwamba hapo ni kwamba hauna imani. Imani inahusu kitu ambacho unatarajia au matarajio. Katika Waebrania sura ya 11 inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kuna Biblia niliisoma, hii ni ya Kiswahili ya zamani sana, kabla Tanzania haijapata uhuru. Katika Kiswahili cha wakati ule ni ya zamani kiasi kwamba Zaburi haijaandikwa Zaburi, inaitwa Mashangilio. Tulikuwa nickname Biblia ya Mashangilio. Sasa katika Waebrania sura ya 11 haisemi basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Inasema basi kumtegemea Mungu ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ina maana kwamba imani ni kumtegemea Mungu. Ukikuta mtu ambaye anategemea pesa, akiwa hana pesa ana frustrate, anakuwa hajielewi itafanya nini, anaona kama kila kitu kimeshindikana, dunia imedondoka kwa sababu hana pesa. Huyo ametegemea pesa, kwa hiyo imani yake ipo katika pesa. Mtu ambaye anategemea wazazi wakidondoka anapagawa, anachanganyikiwa, anaona kila kitu kimeshindikana, maisha hayataendelea kwa sababu imani yake ipo katika wazazi. Sasa imani ni kumtegemea Mungu. Kwa mtu anayemtegemea Mungu anajua vitu vingine vipo, lakini Mungu ndio kila kitu. Mungu akimwacha anapagawa, anashindwa kujua atafanyaje. Ndiyo maana unakuta watu wanaomtegemea Mungu wakishtua kwamba wamekosea, wanakuwa wanaogopa Mungu asije wakaacha. Ndiyo Daudi akasema, usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Kwa sababu Mungu akikuacha na wewe ni mtu unamtegemea Mungu, umepigika, umefika mwisho, yani ni hatari. Kwa hiyo kuwa na imani ni kumtegemea Mungu. Sasa mtu anayetegemea hela, hata uponyaji wake anajua utapatikana, sio kwa sababu anakunywa hela kama dawa, lakini anajua hela itampa dawa, hela itampeleka kwa taratibu, hela itafanya vitu. Kwa mtu ambaye unamtegemea Mungu, unajua hata ukiumwa Mungu atakuponya. Sio kwamba utamnywa Mungu kama dawa, lakini Mungu atafanya namna ambavyo utapokea uponyaji. Labda atakupeleka kwa daktari, au atakwambia kunywa mti ule ndio dawa, au atakwambia tulia, usihangaike, nimeshakuponya na utapona, au atakwambia anakuja mtumishi fulani, nenda kwake kuke mkono utapona. Lakini kuna namna ambayo unajua Mungu atakupa uponyaji. Sasa kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo inahusu pia kuwa na uhakika kwamba Mungu ndiye atakaye kuponya. Atakuponyaje hujui, itafanyaje hujui, lakini Mungu ndiye atakaye kuponya. Ni jambo la kuelewa kwamba uponyaji ni haki yako. Magonjwa hayatoki kwa Mungu ila kwa Shetani. Mungu anaweza akayaruhusu, lakini hayatoki kwa Mungu. Utaona katika hiyo Mathayo hapo Yesu anasema si vema kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa, akiongelea kitu kile ambacho yule mwanamke alikuwa na kiomba, ambacho ni uponyaji. Kwa hiyo uponyaji ni chakula cha watoto. Na wewe na mimi tunafahamu ya kwamba kama chakula kipo na watoto hawajapewa chakula, wakienda kushtaki ustawi wa jamii, utakuwa na kesi kubwa, kwa sababu umewazuilia watoto haki yao ya kula. So chakula cha watoto ni haki ya watoto. Kwa kama wewe umeokoka, ni mtoto wa Mungu, umepokea roho ya kufanyika mwana, kwa wewe ni mwana, alafu chakula ni kipo kwa baba, ya mkate upo, uponyaji wako upo, chakula cha watoto, alafu wewe upokee uponyaji, ni kwamba Bwana amekuzuilia haki yako. Hasa msingi wa kiti cha enzi cha Mungu ni haki. Mungu hawezi akakuzuilia haki yako. Basi ukielewa hayo, unafahamu ya kwamba uponyaji ni haki yako. Kama hujapona, kuna kitu kimefanya usipokee haki yako. Kwa uwezekano mkubwa sana sio Mungu, lakini ni wewe. Lipo jambo ambalo limekuzuia usipokee ule uponyaji wako. Hapo ndipo unabidi umuulize Mungu sana. Kama unabidi upone alafu hujapona, unauliza Mungu, kwa nini hujapona? Ni kitu gani kimefanya usipone?
Jambo lingine kuhusu imani ni kwamba imani ni kung'ang'ana. Nimesema mtu anaweza akanywa dawa miaka 10 na hajapona, lakini anaendelea kunywa. Ila wewe kwa sababu umeombewa wiki iliyopita hujapona, basi umegairi maombi. Huo ni ulimbukeni na kuto kufahamu ya kwamba imani inahusu kung'ang'ana katika maombi. Kwenye Luka sura ya 18 mstari wa 8 kuna mstari unasema, walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Sasa huu mstari umejengewa katika muktadha au context ya jambo ambalo Yesu aliongelea, ambayo inaanza katika Luka sura ya 18 mstari wa 1. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Na waambia atawapatia haki upesi. Lakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Kwa hiyo muktadha wa imani hapa ni kuomba bila kukata tamaa, kuomba kwa Mungu siku zote mpaka upate yale ambayo unayaomba. Hiyo ni sehemu ya imani. Yaani imani inahusu pia kuomba bila kukata tamaa, kung'ang'ana, kuomba mpaka upokee. Kwa kama umeombewa mara moja ikashindikana, haimaanishi basi haiwezekani kupona. Unamuuliza Mungu, kwa nini imeshindikana? Unang'ang'ana kuhusiana na hilo jambo ambalo linakusumbua, na unaomba tena na tena na tena. Pengine inabidi ubadilishe mahali unapoombea au watu naomba nao au kanisa au nini, lakini swala ya kung'ang'ana upate uponyaji wako lazima upate. Ugonjwa sio mapenzi ya Mungu. Kama ugonjwa ni mapenzi ya Mungu, haina haja wewe kutumia mahela nyingi na gharama nyingi kila siku kunywa dawa na kutafuta watu wa kuchangia mara nyingine ili nywe dawa, yani watu wa kuchangia wewe kukimbia mapenzi ya Mungu. Unawatendesha Wakristo dhambi wa kusaidia wewe kukimbia mapenzi ya Mungu. Kama mapenzi ya Mungu ni kwamba umwe, basi tulia na ugonjwa wako, make unaishi katika mapenzi ya Mungu. Lakini utafahamu ya kwamba mapenzi ya Mungu ni kwamba uwe mzima na uwe na uzima tele. Ndio maana lazima ujue kupokea uponyaji kibiblia. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana kuhusu imani iletayo uponyaji, ambalo halizungumziwagi sana, linahusu imani ya watu wengine. Elewa kitu kimoja, kama wewe ndiye unayeumwa, imani yako ni muhimu ili kupokea uponyaji sana. Lakini kwa imani yako peke yako utahangaika mara nyingi, utasanda, utastruggle sana. Ila ukiwa na imani ya watu wengine itakusaidia sana. Katika hii Mathayo sura ya 15 mstari wa 21 mpaka 28 ambao tumeuangalia, unaona huyu mama Mkananayo alikuwa ameenda kwa Yesu kuomba uponyaji kwa ajili ya binti yake, na huyu mama ndiye akaambiwa imani yako ni kubwa, alafu binti yake akapona. Kwa imani ya uponyaji inategemea mtu mwingine pia. Yule mtu mwingine ambaye aliambiwa na imani kubwa alikuwa akida, naye alienda kuomba uponyaji kwa ajili ya mfanyakazi wake, na imani yake kubwa ikamfanya mfanyakazi apone. Kwa hiyo imani ya wewe kuweza kuponya inahitaji kuwa imani ya watu wengine. Itafanya mambo yawe ya haraka na uponyaji upatikane kwa haraka pia. Ukiangalia katika Luka sura ya 5 mstari wa 17 na kuendelea pale, inasema, wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataa kumpeleka ndani kumweka mbele yake. Yani jamaa walimchukua mtu aliyepoza kumpeleka kwa Yesu. Walijua kuna mahali, kuna nyumba au sinagogi Yesu yupo anafundisha, watu wamejaa, kwa wakamchukua ndugu yao wampeleke pale ili apate kupona.
Na utaona katika hiyo Luka, Biblia inasema Yesu alipoiona imani yao alimwambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Kwa hiyo Yesu aliona imani yao, maana yake ni imani ya wale rafiki waliomchukua ndugu kumpeleka kwa Yesu. Wale walikuwa na imani yao ndiyo ilifanya huyu mtu apone. Yakobo sura ya 5 inasema, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa, nao muombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule. Elewa, inasema mtu wa kwenu hawezi, aite wazee. Alafu wazee wakija watamuombea na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Kwa hiyo wanaomba ni wazee. Kwa kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule ni imani ya wazee walioitwa ili waombe. Kupona kwako kunahitaji imani yako, lakini pia kunahitaji imani ya watu wengine. Ndio maana inafaa uwe na watu wengine ambao wanaweza wakaomba pamoja nawe au wakaomba kwa niaba yako ili kupokea uponyaji. Kama hauna watu wa kuomba nao, feel free kuja kwetu kwa ajili ya request ya maombi pamoja, tuombe pamoja. Ya contact kwa ajili ya maombi, tuombe pamoja ili kushirikiana kuongeza imani itakayokuletea uponyaji. Ipo nguvu ya imani ya watu wengi. Watu 2 au 3 inaleta nguvu zaidi. Maombi ya makubaliano katika imani yana powerful impact. Inaweza kukuinua kutoka hapo ulipo. Mimi ni Pastor Msafiri and I approve this message. Barikiwa.